kwa sababu tunaona South Sea iendelee vizuri kwa mambo ya ujenzi na manyumba. Kama mnakumbuka, kuna gorofa ilianguka tarehe 2 Januari mwaka huu pale South Sea, karibu na South Sea Shopping Mall. Next to it ni building nyingine ambaye sisi kwa maoni yetu tunaona inaenda kuanguka. Iko na visible cracks na ni building ambayo watu hawafai kuishi. It's not safe for accommodation. Lakini mwenyewe anataka kuingiza tenants hapo ndani kwa sababu yeye anaona pesa na yeye anaona rent. Na kama amekula pesa na wakubwa Nairobi hii, lazima sisi kama wananchi tutokee tutetee wananchi wenzetu. Hatutaona mtu mwingine akianguka, hatutaona mtu mwingine akianguka. Ile building ilianguka January. Ilipeana injuries kwa watu wengi sana. Wengine walikuwa mafundi, wengine walikuwa wapita njia. Na ilianguka ikiendelea kujengwa. Sasa tunauliza, kama hii building ingeisha na watu waingie ndani, si jameni ingeua wengi? Sisi kama wananchi tumesema mambo kama haya hayafai kuendelea, na the authorities need to move with speed to open a file na kesi pelekwe kotini ya mwenye gorofa ya kwanza na ya pili. Si ni hivyo? As concerned citizens, we are demanding for accountability, transparency and swift action from the authorities who are concerned about this issue, because lives are at risk and this is a disaster in waiting, and we are not going to sit pretty to see Kenya lose more lives. We've already lost so many citizens. We are not willing to lose more lives. And we are saying life is precious and it should be treated as priceless. Huwezi nunua uhai na huwezi rudisha mtu uhai ambaye ametuacha. Na hatutaangalia watu wengine wakikufa na wakiangamia while we had a chance to do something. So we have decided to protest against what we see as impunity, complacency, negligence, recklessness. Na tumeona pia the authorities are not disturbed by this. The ODPP is frustrated as we speak because he's trying to take a case in court, lakini wenzake wa DCI hawajampea the necessary documents za hii kesi. Tunauliza wenzetu wa DCI, jameni, ni Mkenya mwingine akufe ndio mchukue swift action? Lazima tupoteze mtu mwingine ndio muwajibike? Sisi kama wakazi wa South Sea tumesema hatutakaa chini kuangalia maovu kama haya yakitendeka. We will stand with one voice and we will shout with the highest vocals to denounce what is happening in South Sea. To place it into context, in 2016, 10 years ago, another building, 10 years ago, that case has dragged in court for 10 years, but luckily in the end, we've gotten reprieve and justice to the families of the victims. The landlord was charged with manslaughter, recklessness. He was charged with ignoring structural visible cracks and negligence. And the prosecution managed to prove its case, and eventually the landlord was convicted and sentenced to 7 years in prison. The families of the victims are pursuing justice to this point, and the landlord might as well be taken to court to pay damages and compensation to the families of the victims who lost their loved ones. We are saying you cannot pay life, you cannot bring back life, but we will take you to court as a landlord for negligence, for ignoring structural visible cracks, and for recklessness, and for non-compliance with building standards. And we will not tire to fight for the Kenyan mwananchi, kwa sababu ni uchungu kwetu kama vile ni uchungu kwa mwenye amepoteza mtu wao. Si hivyo? We are going to fight to the last minute, and we will ensure that these landlords are taken to court, a case is opened, they are prosecuted,
and justice flows up to the last minute. Ama namna gani? Justice must be served, justice must reign, and an injustice anywhere is an injustice everywhere. Asante. Mimi kama mkazi wa South C, majina naitwa Zainab Mohamed. Mimi ni mkazi wa South C, na hiyo mambo inafanyika sisi hatutaki. Tumechoka kupoteza watu wetu. Kwa hivyo hiyo nyumba yenye ilianguka kuanzia tarehe 2 Januari mpaka wa leo tujaiona chochote kinachofanyika. Tunataka minister afuatilie hiyo maneno, hiyo kitu iende kotini tupate justice, sababu tumechoka. Na hiyo nyumba next bado iko na shida, na bado huyu mwenyewe baada anaanza kuchukua rent, ameanza kuchukua deposit. Sisi tutakubali watu wetu kukufa kila wakati? Kila wakati. Kwa hivyo hiyo sisi hatutaki hiyo maneno, tunataka tupate justice kwa kila mmoja wetu. Sisi wa Kenya tutaki hiyo story. Kwa kitu gani nilikuwa nimesahau? We have several demands. We are compelling the CS Lands, Alice Wahome, to spotlight this issue and to take it as a matter of urgency. We are also compelling the DCI to provide and furnish the office of the DPP with the requisite files so that a case is opened at the courts for this particular building. We are also compelling the authorities, the National Construction Authority and the City County Government Building Inspectorate, to do structural audits of this particular building and possibly declare it unsafe for accommodating Kenyans. And we are also pushing for expeditious action into this particular saga so that we prevent a disaster that is looming. Na tumesema hatutaki kupoteza mtu mwingine. And we are also pushing the media houses to highlight this story and give it exhaustive coverage so that we unearth the landlords involved, the building of inspectorate officers and national construction officers who've slept at the job, and possibly push for the prosecution of the landlords involved. Kwa sababu hatutaki mtu mwingine apoteze maisha. Si hapo tuko sawa? Yeah. Utashangaa kwa nini niko hapa. Niko hapa kwa sababu kama mwenyekiti wa Sonko Rescue Team, wakaaji wa South C wamekuwa wakighadhibishwa na mambo ya manyumba kwao kubomoleka. Na sisi kama vijana na wakaaji wa South C tumekuja pamoja kutoa sauti kwa sauti moja ya kuwa mabwenyenye waache kuchukua pesa, kuacha ujenzi za manyumba kushi zinahatarisha maisha ya Wakenya. Kwa hivyo tunaomba county government ya Nairobi na wizara ya kuhusika na mambo ya manyumba, mama yetu Mheshimiwa Alice, tafadhali ingilieni kati mambo kama haya, kwa sababu tunakumbuka miaka 10 iliyopita nyumba iliporomoka Huruma na ikaua Wakenya. Nyingine ikaporomoka Makongeni ikaua Wakenya Karoleni huko. Kwa hivyo hatutaki mambo ikuwe ni kama mazoea, mambo ya negligence. Kwa hivyo tunaomba serikali na wahusika mtusaidie hii mambo ya janga ishe. Kama ni ujenzi ikuwe ujenzi bora, sio bora ujenzi. Kazi wa South C na South B. Mimi sitaenda mbali, naenda direct to the president. Na Mheshimiwa Rais, hizi ujenzi zikiendelea, kuna watu wako umeweka mashinani. Kuna ma-MCA na ma-MP. Hao ndio wanapitisha hizi manyumba zinajengwa. Wanakula pesa nyuma ya hizo nyumba. So, sisi hatutaenda kwa watu wa chini, tunaenda direct to the national government. Na kama hamutatusikiza, we will march up to State House. Na hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma na hatutawacha vifo viendelee. Kwa saa hii tumefika mwisho, tumechoka. Kuna building yenye ilianguka tarehe 2 Januari. Hiyo building mulikuja mkatuma DCI wakachunguza president hukufika hapo. Na kuna ingine inamulikwa pia South B. MCA amekula pesa.
alikula milioni 3 na hatutaogopa kusema, and we are ready na tuko kadi kuwa ready tupatane kwa ground. Na tumekata either hiyo nyumba ikanyagwe chini ama tuende tujibomolee sisi wenyewe. Lazima tuitwe na waheshimiwa, tunaweza jiita sisi wenyewe. We are not goons but we are busy. Tutajiita na tutajitokeza and I will be frontline to demolish the house. Hapana, leta majengo. My name is Daniel Mwangangi. I'm here as the chairman of Disability People's Parliament, and I want to speak on the cost of unqualified buildings. When buildings are put up that are not qualified, one of the costs is that we have increased death and then increased disability. And when we have a number of people in a country with disabilities, then it becomes a burden to the government. And therefore, my appeal to the authorities is that they follow up with this issue so that they see with that it has been rectified. Otherwise, as a chairman of the Disability Parliament, I say this is unquestionable and criminal injustice and morality. Thank you.